Na mpendwa mtazamaji, karibu tena Sheria Kasi. Leo tupo kwenye mwendelezo wa masomo yetu ya sheria ya makosa ya jinai au kama wanavyosema Kiingereza criminal law. Na leo tupo sehemu inayosema defenses in a criminal law, defenses in criminal law. Tumeweka email yetu hapo, unaweza kuwasiliana na sisi kama una issue yoyote ya kuzungumza kuhusu masuala ya sheria. Hatumaanishi uwakilishi wa mahakamani, lakini tunamaanisha kujifunza sheria, mwanafunzi unafanya research na nini na vitu vingine. Tunaweza kuwasiliana kwa hiyo email hapo chini. Defenses ni nini? Defenses ni nini? Tunamaanisha utetezi, ni kama utetezi kwenye sheria ya makosa ya jinai. Karibu sana ufuatane na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa tunaanza kwanza na kudefine defense. Tukisema defense tunamaanisha nini kwenye criminal law? Tunasema defense in criminal law can be defined as a legal argument used by the defendant against the prosecution's case that there was no criminal liability, or if there was a criminal liability, to reduce the punishment for such a crime. Inatokea kwenye mazingira upo kwenye kesi fulani na kwa kweli haupingi kwamba haujatenda kitendo ambacho umekitenda, lakini sasa una utetezi zidi ya hiyo kesi kwamba japokuwa nimetenda hicho kitu, kwa kweli hakuna liability au hakuna sitaki kuwajibika kwa ambacho nimekitenda, au hata kama nawajibika basi adhabu inatakiwa ipungue kwa mazingira fulani. Kwa tunaposema defense ni kama mtu anajitetea, unajitetea kwamba jamani nimetenda sawa, lakini kwa mazingira yalivyo hapa sina kosa. Au ni kweli nimetenda na kuna kosa, lakini sasa kwa mazingira yalivyo adhabu inatakiwa kupungua. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa kwenye makosa ya jinai, ya kwamba unajitetea ili mambo yasije yakakuendea mlama. Sasa kwa nini tuwe na hizo defenses sasa? Kwa nini tuwe na huo utetezi wa aina hiyo? Tunasema sasa ni rationale for having defenses in criminal law. Namba moja tunasema ni justification. Kwenye justification hapa tunasema the conduct, though technically criminal, was the right thing to do under the circumstances at hand. Hasa kwenye justification hapa tuna justify sasa, ni sawa na kusema, tunasema kwamba japokuwa kitendo kilichotendeka ni kwa kweli ni cha jinai, lakini kwa mazingira ambayo yalikuwepo kilikuwa ni kitendo ambacho kilipaswa kufanyika. Yaani kuna mazingira ambayo lazima tu kifanyike, na ilikuwa ni haki kutenda kitendo kama hicho. Kwa mfano, kuna hii defense inaitwa self defense, yani ya kujilinda. Tunasema while it's true that an action is illegal, it is legally justified by the need to protect oneself from harm. Kwamba ni kweli kitendo hicho ni kwa kweli ni cha jinai, lakini sasa nilikitenda kwa ajili ya kujilinda mwenyewe dhidi ya usalama wangu. Mfano, mtu amekuvamia nyumbani, ana panga, anataka kuue, na ukachukua panga ukapambana naye mpaka ukajikuta mwisho wa siku bahati mbaya ametoka damu nyingi akafa. Tunasema kwenye mazingira kama hayo sasa ni kweli umeua mtu kwa upanga, lakini kwa mazingira ambayo ulikuwepo ilikuwa ni muhimu tu ujitetee mwenyewe, usije ukauawa na huyo mtu. Ni mfano wa justification, kwamba kitendo kilichofanyika japokuwa ni cha jinai, lakini kwa kweli kilikuwa tu ni muhimu kufanyika, au ilikuwa tu lazima kifanyike kwa sababu ya mazingira ambayo yalikuwepo. Rationale ya pili tunasema ni excuse. Excuse. Tunasema yes, the act was wrongful, but it should not be attributed to the defendant because their circumstances prevented them from acting prudently. Hence, giving them full punishment could be unfair to them. Sasa kwenye excuse hapa tunasema ni kweli kitendo kilichofanyika ni cha jinai, lakini kwa mazingira ambayo yalikuwepo yalimzuia mtu aliyetenda kutenda, kwamba alitenda akiwa hayupo katika akili yake timamu. Yaani kuna vitu fulani vilimfanya asifanye kama mtu ambaye yuko vizuri, a person of a sound mind. Mtu ambaye tunasema na sheria anakuwa katika inaitwa mentis compos, kwamba akiwa katika utimamu wake wa akili, akiwa anajielewa, akiwa na uwezo wa kureason vizuri. Kulikuwa na mazingira ambayo yalimzuia kufanya hivyo.
Mfano wa defenses za aina hiyo ni defense tunaitwa defense of insanity, kuna defense of provocation ambazo tutaziona huko mbele, kwamba mtu fulani kwa kweli nilimuua, lakini kuna mazingira ambayo ni kama alini provoke, kuna mazingira ambayo akili yangu haikuwa sawa, hiyo insanity. Kuna defense pia inaitwa defense of intoxication, mtu alikuwa amelewa ikamzuia kuact kwenye akili yake timamu. Sasa hizo mara nyingi ndo rationali chache ambazo nimekuandalia, japo zipo nyingi, lakini mara nyingi huwa zinapitia kwenye hizi mbili. Kuna aina ngapi za defenses sasa, types of defenses? Tunasema kuna aina kuu mbili, kwa mujibu wa nilichokuandalia. Zipo nyingi of course, kuna na wasomi wanaziclassify kulingana na wao walivyoona ni sawa, lakini basi nimekuclassifyia kwa mujibu wa nilivyosoma katika hizi mbili. Ya kwanza ni absolute defenses, halafu ya pili ni partial defenses. Absolute defenses zinakuwaje? Tunasema these are the ones which makes one to be acquitted of his criminal liability. Ukitumia absolute defense, hii sasa yenyewe ikifanikiwa, maana yake ni sana kusema unaenda kuondolewa kabisa kwenye kuhusika na hilo kosa la jinai, unakuwa hauna liability, unaachiwa huru kwamba hauna hatia katika nini, katika hilo kosa ambalo umefanya. Defenses za eneo tunasema ni absolute defenses, ambayo inaweza kukuondolea kabisa hicho kitu. Mfano hapo ni hiyo ambayo nimekuambia hapo nyuma, self defense. Ikithibitishwa inawezekana kabisa kwamba ukawa mahakama ikasema kwamba hauna hatia katika ile kosa ambalo umefanya. Aina ya pili ni partial defenses. Tunasema these are defenses having the effect of reducing the gravity of punishment or change the offense to a lesser offense. Sasa hizi zenyewe hazikufanyi uachiwe huru kabisa au mahakama iseme hauna hatia, lakini hizi badala yake sasa ni zile ambazo zinafanya kazi ya kukupunguzia ukubwa wa adhabu, au kama sio kupunguza ukubwa wa adhabu, basi inabadilisha hilo kosa la jinai kutoka kosa kubwa la jinai kwenda kosa ambalo ni dogo kidogo kuliko hilo ambalo ulikuwa umeshtakiwa nalo. Mfano hiyo defense tunasema ni defense of provocation, ambayo tutaiona huko mbele kama ni defense ambayo inatumika sana kwenye makosa ya mauaji. Ukiua ukajitetea kwa provocation ikathibitika, inawezekana kabisa basi kosa likashuka kidogo kutoka the offense of murder, mauaji, ikaenda mpaka the offense of manslaughter, yani kuua bila kukusudia. Sasa hiyo ni introduction ya defenses ambazo nimekuletea hivi leo. Nimetaka kwanza uelewe concept ya defense na kwaje, kabla sijaanza kukuchambulia defense moja baada ya nyingine. Defense zipo nyingi, kuna ignorance of the law, bona fide mistake of fact, provocation na defense zingine nyingi, insanity, intoxication. Nitakuchambulia defense moja baada ya nyingine, na nitachikisha unaielewa vizuri sana, ili ufahamu wako uendelee kukua katika sheria. Basi presentation ambayo itafuata itakuwa inahusu defense ya ignorance of the law na bona fide claim of the right. Hivi karibuni nitakuletea. Subscribe, endelea kutufuatilia na pia share. Barikiwa.